mmoja kati ya mashabiki wa Simba ambao pengine unaiombea Simba vilivyo. Tuambie namna ambavyo umeyapokea matokeo kwa siku ya leo. Ni vile vile kwamba Simba atachukua makombe yote. Sisi tunaenda kwenye sasa hivi tunaenda kwenye kukamilisha tu ratiba. Nyie niliwaambieni mapema tu kwamba Simba atachukua makombe yote. Na bahati mbaya ndio hizi tunachokiona. Hakuna mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kama mechi na Mashujaa na Simba. Na ndio Simba ambayo ndio mechi alistahili kupoteza. Lakini kama ile mechi Simba aliweza kushinda, Simba ni bingwa kombe. Unaamini kwamba mnyama Simba anaenda kukamilisha kipolo chake cha mwisho kwa ushindi mpana kama ambavyo amepata hapa KMC? Mechi ilikuwa mbili ngumu tu, ya JKT na ile kule. Kama zileweza kuvuka hakuna mechi iliyobaki. Mechi iliyobaki na KMC ni kama mazoezi tu. And then baada hapo tunaenda kuchukua kombe letu la kombe la shirikisho barani Afrika. Na kwa tahadhari, sikiliza nikwambie hivi tunatembea navyo. Juni 15 ambayo ndio mechi ambayo ni wa Simba na Yanga. Tarehe ishapangwa. Si unaelewa mpaka hapo? Nisikilize. Aje asije. Yaani Yanga aje asije. Kwa taarifa ambayo tunatoa ni kwamba tutaingia na kombe letu la shirikisho barani Afrika siku ya tarehe 15. Hujanielewa bado? Tarehe 15 ndio mechi ya Simba na Yanga. Yeye aje asije ndio siku ambayo sisi tutaenda na kombe letu. Kwa sababu mpaka mida hii tuna uhakika wa medali. Mchungaji, mtani wako anaamini kwamba yuko na quality bora kabisa. Umeambaa umemkimbia katika dabi la tarehe 8. Huku dabi ya tarehe 15 ni kama wewe unajifariji kwa sababu unaamini kabisa kwamba viongozi, mashirikisho yote yako juu yako. Hivi unajua Yanga kwa nini anakimbia? Kwa nini anasema acheze? Kwa nini? Kumkaba mpanzu. Wanamuogopa mtu mmoja tu. Yanga ni timu ya ajabu, inamuogopa mtu mmoja tu. Kama Kibneni aliwasumbua penalty 3. Leo hii na huyu Elim Panzu alifuta kwa vipi? Mchungaji, unataka kuniambia squad yote ya Young Africans imogope mtu mmoja Elim Panzu? Na nikueleze, Mpanzu ni zaidi ya watu 4. Ni msumbufu. Anakutana na timu ya wastaafu ile. Shughuli itakuwa ni pevu. Ndio maana nakwambia hivi, tarehe 15 waendelee na msimamo huu kwamba tupeleke timu. Wao unasema wana Stefano Aziziki, wana Pacome Zouzoua lakini Clement Mzizi. Yaani unazungumza mambo ya zamani yao ya kina Okwi. Mimi nakwambia watu wa kisasa sasa hivi, watu wenye skill ya mpira kama Jean Charles Ahoua ana magoli 15. Ni vijana ambao pale Cote d'Ivoire wamekulia kwenye academy. Ni watu wanakupa kitu ambacho wao hutaki, wao wanakupa. Lakini wanasema kwamba ni bora kwenye kufunga lakini sio bora kwenye kutoa tabasamu ambalo wana Simba wanalitaka kama alivyokuwa Clatous Chota Chama. Nikueleze sasa kimafanikio sasa hivi Simba ndo kafanikiwa zaidi ndani ya Tanzania kwa muda hii. Maana kombe la shirikisho barani Afrika yuko finali. RBC bado mechi 4, si mechi 5 6 achukua ubingwa. Kombe la shirikisho la NBC la CRDB yuko nusu finali. Ni timu ipi bora kwa sasa hivi? Ni Simba Sports Club. Na ndio timu namba 4 kwa ubora barani Afrika kwa sasa hivi tunapozungumza. Simba Sports Club. Kweli wanasema mnyama Simba ni timu bora barani Afrika, lakini kwa mtani wako bado hujawa bora kwa sababu kwa misimu hivi karibuni zote umedondosha alama kwake. Pengine labda hicho ndicho ambacho kinampa nguvu mpinzani wako. Aje tarehe 15 ndio atajua kwamba sisi ni bora au sio bora. Hiyo tarehe 15 ndio atajua kwamba sisi ni namba 4 kwa ubora barani Afrika. Ndio hilo neno litakalo kuja leo ubaya ubwela. Ile neno ubaya ubwela limebeba mambo mengi. Mashehe, wachungaji, kila kitu kimebeba humo, wazee wafupi, wazee warefu, neno ubaya ubwela. Lina mambo yote. Ndio hicho ambacho mwaka huu mnakishuhudia. Mchungaji, kwenye ile ambalo kila mtu anategemea, kuna mwingine anasema kwamba yuko busy na waamuzi, kuna mwingine anasema yuko busy na wachezaji. Pengine hizi sababu zenu ambazo nyewe mnazileta kama vilabu vya Simba na Yanga, amuone kama mnaweza mkaja kuangusha ubora wa ligi ambao tupo. Ligi ya Tanzania mpaka mida hii iko vizuri. Ukishaona mpaka watu wanasusa kuja uwanjani, maana yake ligi imekomaa. Ligi imekuwa bora zaidi. Ukiona timu wanakubaliana na uwanjani, hiyo ligi haifai. Ligi au dabi ukiona ina mvutano, hiyo ndio dabi bora. Simuona mpaka Egypt National hajapeleka timu, Zamalek apeleka kwa point 3, ndio maana halisi ya nini? Ya dabi. Dabi bila mvutano sio dabi. Dabi yetu inaonekana ni namba 3 kwa ubora barani Afrika. Kwa mivutano unayoiona hii hapa. Mtu asikwambie eti dabi ni rahisi kama hivyo tunakubaliana mnaenda kucheza mechi. Hiyo sio dabi. Dabi mwingine asuse. Hiyo ndio dabi. Kwa kuogopa kwamba aibu itapeleka wapi. Kwamba mtani wako ameshasusa na anaweza silepeleke timu. Yanga muoga, Yanga anaogopa. Nyinyi mnajua. Nyinyi mnaisingizia eti Simba imekimbia. Yanga ndio muoga anaogopa Simba. Mchungaji, Yanga anacholia ni kwamba ni kama sasa hivi yeye amebaki peke yake, ni kama mtoto yatima. Huo ni uoga. Nikwambie kitu. Na mtu ukimwona siku zote anachukua ubingwa, manunguniko ndio yanazidi. Wewe ni Simba, manunguniko yanazidi. Anaambiwa Simba sio anabebwa, Simba sio anafanya nini? Hizo ndio dalili za ubingwa. Ukiona timu ilalamikiwi ubingwa haibebi ngo, Simba inavyong'ang'ania hivi ndio ubingwa anabeba. Yaani Yanga wanachoiogopa Simba mpaka mida hii ni kwamba watafungwa afu Simba ni bingwa wa kombe la NBC. Kwa namna ambavyo Yanga anasema ni kwamba mti wenye thamani ndio mti ambao unapigwa mawe. Yeye anaamini kwamba anapigwa mawe, lakini ligi ufanyavyo ligi ni ya kwake. Sasa yeye anapigwa thamani kwa lipi? Kwa sababu kupigwa thamani ukiwa kwenye kombe la klabu bingwa haupo. Ana medali. Klabu bingwa, kombe la klabu bingwa hayumo kwenye mashindano ya kimataifa. Ina maana sio saizi yetu. Saizi yao kina Tabora, saizi yao kina Pamba, ndio saizi ya Yanga.
Sisi size yetu ni kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa hivi tunaumiza kichwa. Berkane tutamfungeje? Yanga anapiga hesabu nitafungeje Singida. Uone kama ni vitu vile tofauti. Mpinzani naamini kwamba unaenda kuchukua zile chuma 5 za mwanzo kabisa kama ambazo ulipataga kule. Kwa ujumla sisi tunapochezaga na wale mabwana tuna design yetu kucheza. Mpaka half time hakuna goli. Kipindi cha pili tunakuja Simba na score, jamaa wanasawazisha, tunasubiria Dar es Salaam. Sasa Dar es Salaam hiyo ndio mtiti upo hapo. Na mimi nimeomba fire, nimeongea na watu wa fire. Na manager wa uwanja, mimi nitakaa juu kabisa kule juu. Nina kazi maalum nitaenda kuifanya tarehe 25.